Okay, nakupa listi ya magonjwa matano ambayo yanawasumbua sana hususani jamii ya wanawake katika miaka ya hivi karibuni. Unajua kwa nini nimesema miaka ya hivi karibuni? Ni kutokana na mabadiliko katika mazingira, lakini mfumo wa maisha na mabadiliko katika lishe. Yako matano. Nitaanza namba 5 mpaka namba 1. Usikose namba 1 na namba 2, namba 3, namba 4, kwa sababu ni magonjwa ambayo unatakiwa uyajue kwa faida ya afya yako wewe mwenyewe, hususani ni kwa miaka ya hivi karibuni. Ugonjwa namba 5 ni magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Haya tunaita non-communicable disease. Mfano mzuri wa haya magonjwa, kuna kansa, hususan kansa ya matiti na kizazi, lakini pia kuna kisukari, lakini pia kuna shinikizo la damu. Ugonjwa namba 4 ni magonjwa ya kisaikolojia. Hii inatokana na, inaweza kawa inachangiwa na changamoto za kimaisha, kazi, lakini pia changamoto za kifamilia. Na ugonjwa namba 3 ni magonjwa ya zinaa. Haya tunaita sexual transmitted infections au tunaita STI. Kwa maelezo zaidi, ili uweze kupata maelezo zaidi, nimekuwekea maelezo. Kishuka chini ya comment hapo, kuna maelezo zaidi utayapata, utaelewa nini tunamaanisha magonjwa ya zinaa. Hapa kuna magonjwa mengi, nadhani utayaona, nimeshakuwekea hapo. Lakini kabla sijakutajia ugonjwa namba 2 na ugonjwa namba 1, na nikualike, angalia alama ya subscribe hapo, just bonyeza hapo, na ili uwe mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo na uendelee kupata elimu za afya bure kabisa. Lakini usisahau ku turn on notification. Ugonjwa namba 2 ni magonjwa ya homoni. Hapa tunaongelea homoni za uzazi. Mfano mzuri, kuna polycystic ovarian syndromes, sawa, ambayo huwa inatokana na kukosa hedhi na kuwa na hedhi isiyo ya kawaida hususani hii inawatokea kwa wanawake ambao wapo katika umri wa kuzaa au kushika mimba na kuzaa. Lakini pia katika hii polycystic ovarian syndromes na chunusi, kuwa na chunusi za kutosha au zisizo za kawaida, lakini pia kuongezeka uzito, sawa. Kabla sijakutajia tena namba 1, ambapo ndo kuna magonjwa mengi ambayo yanawasumbua sana wanawake kwa miaka ya hivi karibuni, kuanzia mabinti mpaka watu wazima, na kualika tena usisahau kusubscribe ili uwe mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo. Namba 1 ni magonjwa ya mfumo wa uzazi. Hapa tutakutana na magonjwa kibao, nimekuwekea chini ya comment. Tutakutana na magonjwa kama UTI, ambayo tunaita urinary tract infections, kuna ovarian cyst, kuna PID, kuna fibroid na magonjwa mengi nimekuwekea chini ya comment hapo. Fungua, soma, uelewe, lakini pia unaweza kaacha maoni yako juu ya haya magonjwa, na kama una shida na tatizo tuwasiliane na ili uweze kupata msaada haraka sana. Nikualike kwa kipindi kijacho. Tuna vipindi vingi vizuri ambavyo vinaelezea afya yako na uzima wako. Asante na tukutane next time.